kwamba tukae hapa tujadiliane, na tunavyozungumza kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba Kiswahili hivi sasa tunakizungumza tu, but si lugha rasmi ambayo inatambulika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo basi katika yale matokeo ama yale ambao tutatoka nayo katika kongamano hili, nataka tutoe mojawapo liwe ni kuhakikisha ya kwamba tumewahimiza baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha ya kwamba tunaweka sahihi ule mkataba ama ile treaty ambayo itawezesha tuwe na Kiswahili kama lugha rasmi ya Jumuiya Afrika Mashariki. Baraza la mawaziri na wanachama wakuu wa serikali, Secretary Council ya Legal and Judicial Affairs ambayo imeundwa na wanachama wa serikali wa nchi zote, wafanye mkataba warekebishe ili waweze kuepuka na kesi ambazo sio za lazima. Kwa hiyo mpaka dakika hii kisheria Kiswahili sio lugha rasmi, kwa sababu katika mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Kiswahili ni lingua franca. Kwa hiyo ni lugha ambayo inaweza kuzungumziwa, lakini mpaka dakika hii Kiingereza ndio lugha rasmi. Kuna shida moja kwamba ikiwa sheria imetungwa kwa Kiingereza, basi ina maana kwamba itajadiliwa kwa Kiingereza na itatoka kwa Kiingereza, hatimaye itatiwa saini kwa Kiingereza na itatekelezwa kwa Kiingereza. Kwa hivyo kinachotakikana kwa hivi sasa kama jambo la dharura ni kwamba sheria zianze kutungwa kwa Kiswahili. Zianze kutungwa kwa Kiswahili, ziingie bungeni kwa Kiswahili ili ziweze kuidhinishwa na ziweze kutekelezwa kupitia lugha ya Kiswahili. Ingi Aisha ni wakulia enendi kululumilia vanene kithiomo ki na kuenda vethiwe na muthenya uyu mwanya wa kutumia kithiomo ki cha Kiswahili. Na tunatilia mkazo ya kwamba tukaizungumze lugha hii, na nafikiri pia katika yale yatakayotokea katika kongamano hili, haswa sana sisi katika taifa la Kenya, ningeomba sana tuwe na moja tu la kuhakikisha ya kwamba siku ya Kiswahili kuzungumza Kiswahili, basi kuwe na siku rasmi, hata kama ni lugha ya kila siku, lakini iwe na siku rasmi ya kuzungumzwa, kama vile siku ya, hata kama tunaswali kila siku, lakini inakuwa Ijumaa ni siku rasmi, kama vile tunavyoenda kanisani kila wakati, lakini siku ya Jumapili ni siku rasmi ya kwenda kanisani. Nwa kule kithiomo ki kutumika maskulu ni mbungeni na isioni kivathukanio ikulia vase uvumia na ila ikuviki ya kuona kana kithiomo ki ni chatumika kuandika livoti cia serikali yotekanaki ni kuvikia kutethesia vanene kwa ili ya Kiswahili. Shida katika mahakama zetu, katika bunge, katika baraza la mawaziri, mashule na kila mahali, masokoni, kila mahali tuwe tuna siku rasmi, na nafikiri hilo litakuwa moja katika toleo. Na kuizingatia Kiswahili pia vile vile, hasa sana katika nchi yetu ya Kenya, nataka sana tuwe na mapendekezo ya kwamba sheria zinazotumika na sera zinazoundwa zikaweze kuandikwa na kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili. Hivyo itaweza kuwasaidia wengi, hasa katika mahakama zetu. Muthenya wa kutania Kiswahili ukatwewa wachumu wa matuku mwanza kisione cha Fort Jesus wa Mombasa. Ikomano yela yikethiwani ya katatu kuma ile lembeta ya Afrika ya umiloni wa suya ya ambisi kutwaisya kutania muthenya wa Kiswahili. Ngilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Na indi tuiminukilia tuikunikila wa mauvo kwa ukuvi yolo wa UEFA Euro 2024 ni kana quarter finals idha kwa kuyo mondi na vala Spain mauma mbawili kwa imwe na German kwa OU Portugal me kiwanzani na France vala mena tikani ya katano kuyo ni England maidhiwa maidhauka na Switzerland saumoa wiyo na Netherlands maidhauka na Turkey kuyo mwandoni wa sainya siya wiyo ni utungia muvea nundu wa kuidhiwa watambani na ituondini wa vilingi wa mauvondo kadhivasa kwitha kilungu cha ni chalilimbana ni chukite manyanga kilituka makuweni muzenyani wa mondi edhiwa na katicha ngane boys band nini wa Robert Mutukuna ke Sharon Dinda atwalila mauvoa kwanzia ya meko edhiwa na kuyocha kwa ila na weekend nzio tiwanesa. Ino ni Mutongoi TV.
TV.